Ndugu zangu wa Tanzania wenzangu, ni wasalimu na kuamkia tena kwa mara nyingine. Amani ya Mungu na rehema na baraka ziwe kwenu. Kabla sijasema, naomba tusikize klipu ndogo hii ya ndugu zetu au vijana hawa wa Chadema ambao wanatumia kalamu yao na ulimi wao vema. Tuwasikilize ili tupate faida, tujue haya maneno wanayoyasema, alafu na mimi nitatoa mchango wangu kidogo hapo hapo. Naitwa Pascal Antoni, katibu mwenezi jimbo la Simiyu. Naitwa Frank Gervas Arusha, mwenyekiti wa Bavicha wilaya ya Mpanda. Naitwa Jackson Andrea Kitunzi, mwenyekiti wa wazee Mpanda mjini. Asante sana. Nina furaha nyingi, yaani furaha imepitiliza hadi itifaki nimetaka kuivunja. Kwa sababu tuliongea kwenye vyombo vya habari kwamba Watanzania wote watuunge mkono, tuyakatae maandamano. Na washukuru wa Tanzania, ni jambo jema sana. Maana athari ambayo ingetokea leo tusingekuwa tunayazungumza haya, tungekuwa tunazungumza kitu kingine. Na hiki hatukupenda kabisa kutokea. Ndugu zangu waandishi wa habari, leo nimekuja na swala moja tu la kikatiba. Linapatikana katika maadili kipengele cha kinasema matumizi mabaya ya madaraka, kwenye mabano upendeleo, kutumia mali za chama kwa manufaa yake binafsi. Kupitia katiba hii kuna kiongozi ambaye anavunja kwa maksudi, anatumia mali za chama kwa maslahi yake binafsi. Kwa kuwa yeye anakuwa yuko juu, sisi ambao tuko chini inakuwa ni vigumu sana kumwajibisha. Sasa huyu anayetumia mali za chama kwa maslahi yake binafsi, au ili genge la hawa watu wanaotumia mali za chama kwa maslahi yao binafsi, naomba serikali kupitia idara ya TAKUKURU, tunajua TAKUKURU wanafanya kazi nzuri. Hebu ingilieni, katiba yetu iko wazi. Hawa watu wanaotumia mali za chama binafsi muwajibishe. Sisi kwa kuwa Watanzania mnatusikia, tumeamua sasa tuunganishe nguvu kwa pamoja. Baada ya kuunganisha nguvu kwa pamoja, kama mlivyotusikia kutokufanya yale maandamano ya vurugu, leo tumekuja na mpango mmoja wa kufanya maandamano ya amani, kuwatoa viongozi wote wabadhirifu wa fedha waondoke, watuachie chama chetu ili turudi kwenye mifumo na misingi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Hatuogopi vitisho vya kusema kwamba wewe umeongea tunakufuta cheo. Ndugu zangu Watanzania wenzangu, kwa kuwa Chadema inaamini kwenye nguvu ya umma, ninaamini hata kama watachukua cheo changu, umma mtanitetea na mtanirudisha kwenye nafasi yangu, tutaendelea kama kawaida. Kwa sababu sitetei maslahi yangu binafsi, bali ninatetea maslahi ya chama chetu wote. Lengo, mali za chama zitumike kwa misingi ya chama. Wakati yupo Mheshimiwa Mbowe, nadhani mambo mengi yalifanyika, mambo mengi yalienda. Kwa nini leo muda mfupi huu kumetokea ubadhirifu mkubwa wa chama kwa muda mfupi tu? Kwa nini? Kwa ndugu zangu Watanzania wenzangu mnaotusikiliza, hivi vyombo ninaamini vitaenea sehemu kubwa na kila mmoja atasikia. Viongozi wanaotumiwa kula hizo pesa ni makamu mwenye katibu mkuu na viongozi wengine waandamizi. Hawa ndio wenye tuhuma za kula fedha na mali ya chama. Maandamano yetu, kama tutapata kibali, na ili tunaomba serikali, kama hawa watu walifanya maandamano tarehe 29 yakaleta mauaji, nilikuwa ninaomba kabisa serikali kwa dhamira na kwa nia njema ituruhusu ili tufanye maandamano ya amani. Tunategemea kama itawezekana kuanzia Jumatatu
tuweze kuyafanya maandamano, na lengo la maandamano tunazunguka yanaishia ofisi za chama kwa ajili ya kuang'oa watu. Ni nchi nzima, sio mkoa mmoja. Pesa ambazo amezitumia Heche zinatoka kwa wafadhili, zinatoka kwenye michango yetu. Sisi tuna kipengele ambacho kinaitwa tone tone. Kwenye hii tone yetu hii, mwenye 100, mwenye 200, hizi ndio zimekusanywa, zimefanya matumizi ambayo sio malengo ya chama. Chama chetu tuna programu ambayo tulikuwa tumeiweka. Kwanza, moja, tone kazi yake ilikuwa ni kusaidia mikutano tone. Lakini toka hii mikutano unayoiona inaendelea, hakuna fedha ambayo imetolewa na kamati kuu kuileta kwenye ile mikutano kusaidia chama. Tafsiri yake wanakuambia kwamba kila mkutano ujigaramie wenyewe. Yaani nyewe mchangishane tena, achana na ile tone. Hizi fedha ukihoji ziko wapi, unaambiwa hizi fedha makao makuu, kulikuwa madeni na nini. Yaani hakuna majibu kamili. Kwa kama hakuna jibu kamili la fedha imekwenda wapi, tafsiri yake, yani jibu rahisi ni kwamba fedha imeliwa. Kama iko wapi? Chadema tunatamani kufanya maridhiano na serikali. Kuna baadhi ya watu wenye maslahi yao binafsi hawatamani kufanya maridhiano na serikali kwa sababu moja tu, kwamba wakifanya maridhiano tayari biashara yao itakuwa imekwisha, mambo yataenda vizuri. Wasipofanya maridhiano, mgogoro utaendelea, kwa wataendelea kupiga hela. Nafikiri mmewasikia hawa vijana, mmewasikiliza vizuri. Ndugu zangu, nachotaka niseme hivi, nikiambatanisha maneno yao vijana, nimesikia leo mwanasheria mkuu wa Chadema yuko Dar es Salaam hapa jijini, analalamika, anatuhumu serikali. Ni haki yake, ni mwanasiasa, ni mpinzani, kupinga ni haki yake kabisa. Lakini nataka nizungumzie agenda ya asili. Watu watofautishe upinzani na agenda ya asili. Hawa Chadema wana agenda ya asili, sio wapinzani. Na bahati mbaya leo nasema kwa dhati, na Mungu ni shahidi, ndani ya serikali, ndani ya CCM kuna watu si wa kweli, wana chuki binafsi na serikali hii. Lakini nataka niwaambie Watanzania mlioko ndani ya serikali, mlioko nje ya serikali, mlioko ndani ya serikali na nje ya serikali, haki ya Mungu nasema kwa njia ya dhati, na Mungu ananiona. Japo mmekuwa mkisema Mwepopo, serikali ikipita utaishije? Mimi nitaishi, kwani kabla ya serikali kuwepo hii niliishi. Mimi nitakula matembele, na paka leo nakula matembele, na kesho siku Mungu akisema nile pisholi nitakula. Lakini ukweli, fitina kwangu mwiko, nitasema daima ukweli. Na ukweli ndio dini. Ukiwasikiliza Chadema unaweza kusema ni watu wema sana, ni watu wazuri sana. Lakini kwa kweli leo nataka nikwambieni, yale matatizo ya tarehe 29 ilikuwa ni mipango maalumu ya watu walioko ndani na nje. Lengo kubwa ilikuwa ni kuiondoa serikali halali ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Wakisha kuiondoa serikali na Rais Samia akamatwe. Akisha kamatwa Samia Suluhu Hassan, ina maana mkurugenzi wa usalama wa taifa akamatwe, mkuu wa majeshi akamatwe, Inspector General Police wakamatwe. Hawa ni watendaji, hawa ni watawala katika vyombo vyao vya ulinzi na usalama. Wakisha kamatwa hawa, vyombo vya ulinzi vitagawanyika. Kuna watu wanawapenda na wanathamini, sisi wa Tanzania wenye uelewa tutagawanyika. Badala ya sasa serikali kufanya kazi yake, kazi kubwa itatumika kupambana na makundi ya ugaidi, makundi ya waasi yatakayozuka kwenye hiyo nchi. Na ndivyo Tanzania ingekuwa huko. Na ndivyo Tanzania ingekuwa. Na waeleza leo wa Tanzania mnielewe. Na kwa kweli kama mnielewi mimi, sijui mtamuelewa nani. Mimi mnanitweka debe la kinyesi, nashukuru. Mnanibebesha mfuko wa misumari mkome nyonge pala cha wembe, nashukuru. Mimi nashukuru yote, mimi ni Mpalestina bwana. Mtanipiga dunia nzima, mtanipiga, hakuna anayesema mimi ni Mpalestina. Lakini mimi nikitoka Mpalestina na kurusha bomu moja tu kwa Israeli, dunia yote inasema. Ndivyo nilivyo mimi. Naposema mimi nanuka, lakini wakisema wengine safi. Sasa nataka nikuelezeni, nimemsikia Zitto Kabwe anamlaani IGP na mkurugenzi wa usalama. Nikasema Zitto ni mtu wa ajabu sana, na inaonekana kuna watu wanaomtuma. Kwa sababu sio akili zake, Zitto shule amekwenda. Na nitashangaa sana kuwa na laani vyombo hivi ambavyo vilitusaidia mpaka leo amani ipo. Hivi kama sio hivi vyombo, sisi tungekuwa katika hali gani? Nchi ingekuwa katika hali gani? Tuzungumze tu kweli.
Kwa nini nyinyi ambao mnang'ania watu walikufa hamuelezi sababu ya kufa ni nini? Sababu ya kifo mbona mwisemi? Kwa nini nyinyi mnawaeleza hawa waliokamatwa juzi wakiwemo malechela wa vyuo vikuu kule Mwanza na hapo UDOM wameambiwa kwamba wao wana elements za ugaidi? Mnasema hapana, serikali inawaonea. Mnageuza maneno kwamba mtu kutoa uhuru wake inaonekana kuwa ni ugaidi. Uongo. Kama kutoa mawazo yako au kuipinga serikali kwa hoja, watu wengi wanaipinga serikali. Vyama vingi vinapinga serikali. Toka sisi tunaingia kwenye muhula wa vyama vingi, tunaona vyama vipo chungu mzima vinapinga serikali. Kuwepo kafu, iliwepo NCCR Mageuzi, ilikuwepo NRA na vyama vingine vyote mpaka leo Chadema. Kwa nini hii dhambi imekuja tu Chadema ndio inakuwa namna hii? Hivi nyinyi mjitafakari. Hivi kweli serikali kamsingizia msomi wa chuo kikuu ambaye imemwajiri kwenye chuo kikuu cha serikali, inamlipa mshahara, anatoa uwezo wake wa kufundisha watoto vijana wetu, leo hajaambiwa yeye ana element za ugaidi? Halafu mnageuza maneno. Kwa nini amwangalii chanzo? Wewe inshallah mwanasheria wa Chadema, wewe ni msomi, ni dokta, una taaluma nzuri ya kisheria, lakini unawapotosha watu kwa elimu yako. Tumia kalamu yako kujenga hili taifa. Unawaambia kwamba eti kutoa kwao mawazo ndio kunawafanya wakamatwe. Hivi kweli mtu akitoa mawazo yake ndio anakamatwa? Kwa nini hamhoji sababu ya msingi? Kwa nini hamtaki kusema ukweli kwamba hawa watu wezekani ilikuwa ni tatizo, tuviachie vyombo viendelee na uchunguzi na mahakama itafanya uchunguzi wake, ikijiridhisha itawatia hatiani, kama ikujiridhisha itawachia huru. Duniani kote ndivyo ilivyo. Sasa serikali haiwezi kuishi kwa vitisho vya watu. Ina maana nyinyi mnataka serikali iende kama mnavyotaka nyinyi, kitu ambacho hakiwezekani duniani kote, hakiwezekani. Na kuelezeni ukweli, hakiwezekani. Na kuonesha Tanzania ni nchi nzuri. Hao kina Lissu walikuwa Ulaya, kina Godbless Lemo walikuwa nje, na wengineo watu wa Chadema. Kwa nini wakukaa huko nje? Kama kweli kule Ulaya ni kuzuri, kama kweli Ulaya kuna maisha, kwa nini wakukaa huko? Wamerudi hapa kwa sababu hapa kuna maisha mazuri. Wamekuja hapa kuna maisha. Maisha Ulaya mtu unaishi unazungumza na familia yako tu. Ukitoka nje kila mmoja amenuna. Hayo ndio maisha. Ulaya ukitoka tu nyumbani kwako ukafunga geti, kila mmoja ni ndugu. Kila mmoja ni ndugu. Maisha ya Afrika hayo.